Hebu tuangalie kiwango cha Mpanzu. Kinapanda, kiko pale pale ama kinashuka? Nadhani kimeshuka kidogo kwa sababu msimu uliopita alijiunga na timu katikati na kwa kipimo cha msimu uliopita aliperform vizuri, na uzuri kuna namba kwa mfano kwenye mechi za kimataifa ambazo zinathibitisha hilo. Lakini sasa ameshakaa na timu na huu ni muda ambao sasa tunaanza kumwangalia kwa jicho la upekee kwamba wewe ni mtu ambaye sifa ambazo unapewa zinapaswa kuonekana ukifaidisha timu yako, na ukifaidisha timu yako sio kwenye moments za kawaida. Umeelewa? Kwa sababu Simba haisajili wachezaji wa kimataifa waje kufanya vizuri dhidi ya Fountain Gate peke yake, dhidi ya KMC ama dhidi ya Tabora. It's big games kama hizi za derby ambazo ndio zinafanya wewe uitwe mchezaji bora. Na moja kati ya mfano ambao hata Jemedari nadhani unaweza kukubaliana na mimi, unakumbuka vyema Emmanuel Okwi alipokuja hapa Tanzania. Alikuwa anacheza vizuri, lakini deni lake kubwa ilikuwa ni kwenye derby na ilimchukua muda. Nadhani alikaa almost miaka miwili ndio akaanza kuperform vizuri kwenye derby. Mpaka kuna mechi moja, ile mechi ya Mwape Simba alicheza mpira alafu Mwape akaja akafunga tu. Sio tu kwamba Simba alicheza mpira, lakini hata Yanga wenyewe kiwanjani walikwenda kwa oga. Na niko walikuwa wanakwenda kiwanjani huko wanaogopa. Wanaona leo kuna kazi inaenda kutukuta huko. Lakini bahati nzuri wao ndio kwenye ile mechi zilitokea tetesi kwamba kuna wachezaji waligombana, na moja kati ya maeneo ya ugomvi wao ilikuwa ni Okwi kwamba bana, sisi wewe tunakutegemea, we are looking up to you, alafu kwenye mechi kama hii kama unajificha tunakuwa hatukuelewi. Lakini baada ya hapo Okwi alianza kuperform na akawa anazidecide hizi mechi kubwa. Kwa mfano aliamua mechi moja bila ambayo Simba walikuwa na kama underdog, akafunga kutoka umbali karibia katikati ya kiwanja. Alimfunga Mustafa Bateze, amesogea pupu kaweka chuma. Kwa hiyo hata Mpanzu huu ukiwa msimu wake wa kwanza mzima na Simba ambao amekwenda pre-season, jicho nadhani linakwenda sasa juu yake. Of course hatuwezi kumhukumu sana kwenye mechi moja, lakini hii ni dabi yake ya pili. Anacheza dhidi ya Yanga na anakuwa anonymous. Na kuwa anonymous in what sense? How impact mchezo katika mazingira yoyote mpaka jana ikafikia hatua anatolewa. Kwa hiyo nadhani mashabiki wa Simba rightly wanamdai performance kwenye derby. Kwa Jemedari kwanza, kwa maelezo ya kamanda, kwa maelezo ya kwako mwenyewe ambayo utakuwa nayo, kwa kile tunachokiona, unadhani kwamba Mpanzu ni X factor? Na hapo ngoja kwanza hapo kwenye hicho ambacho umeuliza, nataka niongezee kitu. Hivi karibuni pia coach Fadlu alisikika anasema, unakumbuka baadhi ya mechi ngumu msimu uliopita tulikuwa tunakosa mchezaji mkubwa ambaye anaweza kukupa hizo X factor. Mechi kama finali, mechi dhidi ya Yanga tulikuwa tunakosa mchezaji kama huyo. Na unajua tunahitaji kwa overtake Yanga ambao unajua ni kwa kiasi gani wanakuwa bora kwenye mechi kubwa, lakini pia tuna kazi kubwa ya kufanya kimataifa. Nimeunganisha na lile swali la Jessica. Jessica, naomba rudia swali lako. Nimesikia na sidhani kama Simba wanakosea kumtegemea Mpanzu kama X factor, lakini mimi ni muumini wa kutoa muda siku zote. Ila tukiangalia hali ilivyo sasa na hichi alichokisema mwalimu, mimi narudi mara yangu ya mwisho kumuona Mpanzu akiwa kwenye kiwango bora kabisa ambacho kilikuwa kimenivutia mimi nikasema yes, huyu ni mchezaji. Ilikuwa ni mechi ya nusu finali ya kwanza iliyochezwa Zanzibar. Tunakumbuka ilichezwa Zanzibar na wa South Africa, Stellenbosch. Sawa. Nakumbuka ile mechi. Yani uhai wa timu ya Simba ulikuwa pale Mpanzu anapopata mpira. Na katika maandiko na kusema kwangu nilisema kwamba Simba watakwenda kushinda mechi ya away kwa sababu wana Mpanzu. Ndio mtu ambaye anawapa uhai. Hata kwenye mechi ya hapa ulikuwa ukiona kwamba goli linaweza likaingia ni pale Mpanzu anapopata mpira. Wafungwa 1-0, goli lilikuwa la free kick ya Chale hao. Nakumbuka. Lakini baada ya mechi ile, mechi ya marejeo iliyofanyika South Africa ilikuwa ngumu kwa Mpanzu.
ngumu katika nyanja zote. Mechi zote za finali Mpanzu was off. Tukaja kwenye ligi, kwenye mechi ngumu ya Singida Mpanzu was off. Kwenye FA Cup pia. Tukaja FA Cup Mpanzu haonekani. Mechi ya maamuzi ya ligi na Young Africa no Mpanzu anymore. Sasa sio tu dhidi ya Yanga, lakini baada ya kuwa amecheza vizuri robo finali dhidi ya Al Masry, kama unakumbuka hapa, akafunga goli la kwanza, akacheza vizuri nusu finali ya kwanza dhidi ya Stellenbosch. Kutokea hapo mechi zilizokuwa kubwa zote, na sio kubwa tu, hata mechi za kawaida ilikuwa sometimes ulikuwa unamuona anaingia, na tukawa tunajipa imani kwamba ni kwa sababu kuna rotation na mechi zimefuatana. Kwa wachezaji wanachoka, ni binadamu, bla 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 bla. Kwa hiyo tunategemea kwamba this time wangerudi na kitu kikubwa zaidi. Sawa? Ameingia, amekutana na mechi ya kufungua ligi, Mpanzu was off. Kwa hiyo nafikiri maneno ya Fadlu, kwa sababu yeye ndo anaishi na mchezaji muda mrefu, kuna kitu labda yeye anakiona ambacho sisi hatukioni, tunaona tu kiwanjani. Unajua kuna vitu vingine vinachangia performance ya mchezaji, na inapaswa uwe unakaa karibu na timu kuvielewa, au ufanye uchunguzi uje kuvijua kwamba kumbe huyu ana shida 1 2 3 ndio ambayo imepelekea hiki. Kwa wakati mwingine kuna wachezaji wanakuja nchi hii wakija kwa kiwango kikubwa sana, anaonyesha nguvu ili kujenga imani, au anakuja kwenye timu anaonyesha nguvu ili kujenga imani, thereafter anarudia kwenye default settings zake, anarudia kwenye tabia zake ambazo kama timu hamwezi kutoka mkasema bwana, unajua huyu ana matatizo 1 2 3 4 5, mambo mengine mnapambana nayo ndani, lakini sisi huku nje tuna kwa nini huyu? Kwa mwalimu akija kusema hivyo, anamaanisha kama sisi jamii ya soka ilikuwa inamuona Mpanzu kama ndio mtu anaweza kuivusha timu, leo hata sisi tumeanza kuona vipi, kuna shida gani? Na mwalimu anasema bwana, atafutwe mtu ambaye anaweza kufanya maamuzi kwenye mechi kubwa. Unaona hapo kabisa. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu, lakini mimi bado najiaminisha kwamba tumpe muda, kwa sababu kuna adaptation period kwenye mpira, na naungana na Jeff kwamba alikuja katikati ya msimu na watu wote walikuwa wanategemea baada ya nusu msimu. This time sasa tutaona. Na yakumbuka maneno ya Ahmed Ally kwamba usajili wao ambao wameufanya, watasajili wachezaji ambao wana level zaidi ya Mpanzu ama wanalingana na Mpanzu. Hayo maneno tunayakumbuka kwamba tunafanya usajili wetu ambao tunaanzia kwenye level ya Mpanzu. Lakini Ashrafu, Mpanzu umemtazama akiwa anacheza. Je, Fadlu anamtumia katika matumizi yaliyo sahihi kulingana na position yake mchezaji? Na kwa faida ya msikilizaji wetu unaweza ukawapa kidogo uelewa wako. Yes, nadhani anamtumia kwenye eneo ambalo anapenda mwenyewe na anaenjoy kucheza, lakini mimi ni mtu ambaye huwa naamini kwenye consistency. Sawa? Fadlu anamtumia kama winger Eli Mpanzu, ambapo ni natural position yake yeye. Mwalimu anaset team and then anampanga mchezaji kwenye position ambayo anaamini hii ndio position bora ya mchezaji, kwa sababu wakati mwingine unatakiwa wapange wachezaji kwenye maeneo yao ambao wanaweza kukupa kitu kilichokuwa bora. Wakati mwingine unapolazimisha kumpanga mchezaji kwenye eneo ambalo sio la kwake, ni ngumu kukupa kile ambacho anatakiwa kukupa, kwa sababu anakuwa yuko limited baadhi ya vitu kuvifanya. Lakini kwenye eneo la Mpanzu mara zote amekuwa kipangwa kwenye sehemu ambayo amekuwa akituonyesha huo ubora tangia kipindi hiko. Leo hii pengine unaweza kaniuliza swali hili baada ya kuona hizi performance zake kwenye hii mechi. Sawa, lakini wakati anakiwasha pengine ukuwahi kuniuliza ile swali kwa sababu alikuwa anacheza kwenye position na ulikuwa unaona impact akiwa uwanjani. Kwa hiyo nini kimetokea? Ni mchezaji amedrop. Kitu ambacho hakihitaji hata mganga kuja kukupigia ramli kukwambia kwamba yes, unaona? Sijui unanielewa? Yaani Mpanzu amedrop na naanza kumuelewa Fadlu. Kwa nini alikuwa anasema kwamba anahitaji X factor? Sijui unanielewa? Unahitaji muendelezo kwenye kile ambacho anakifanya. Yaani mimi huwa nashangaa kidogo wale watu ambao wanakuja
kutaja maamuzi machache ambayo amewahi kufanya mchezaji wakati jukumu lake ni kudeliver kilichokuwa bora kila siku uwanjani. Ndio. Sijui unaelewa. Leo hii mimi nazungumza hapa, kuna mtu ataniambia kwamba aliwahi kuamua ile mechi kama alivyokuwa anazungumzaji medali hapa, mfano tu kwamba mara mwisho kumuona akiwa anafanya vizuri ni kwenye ile mechi ya finali, ndio. Lakini wajibu wake kama mchezaji ni kuhakikisha kwamba ana deliver kilichokuwa bora kila siku uwanjani. Tunajua kwamba sio robot, kwamba anaweza ka maintain kwenye iko kiwango. Lakini angalau usipotoa 10 ya 10, kuna siku nyingine utoe 8 ya 10, 7 ya 10 hivyo. Lakini hii flow ya Mpanzu inanipa mashaka, wakati mwingine napata mashaka kuona kwamba ni mchezaji wa mechi kubwa au ni mchezaji wa mechi ndogo. Unaelewa? Yaani kwa sababu kwenye mechi zote kubwa hivi ni chache ambazo yeye amekuwa na kile kiwango bora ambacho anakionyesha pia akiwa na hizo mechi nyingine. Kwa hiyo kwenye eneo la position anapangwa kwenye eneo ambalo yeye mwenyewe ni natural position yake yeye kucheza akiwa uwanjani, lakini ni yeye tu sasa hivi amedrop kudeliver kile kilichokuwa bora. Evans, kwa namna ya maelezo na maoni yaliyokuwa wengi ukifuatilia pia ni kwamba Mpanzu anashindwa kushine kwenye mechi kubwa, hususan hizi za dabi zote mbili ambazo amecheza. Unadhani ni nini kinapeleka kwa hivyo? Pengine labda ni wapinzani wanakuwa wamemsoma kiasi cha kutosha, ama kuna kitu kingine tofauti na hicho? Mimi naamini ni wapinzani wanafanya kazi yao vizuri, na wakati mwingine inakuwa ni confidence tu ya mchezaji kwa sababu ya matukio ambayo yanaendelea kutokea. Na unaweza ukawa ni sehemu ya timu na ukaona watu wengine namna ambavyo wanajikuta kwenye hizo shida kutoka kwa mashabiki au kutoka kwa viongozi, namna ambavyo wanamzungumza huyo mchezaji akiperform kwenye kiwango ambacho wao hawakukitarajia. Kwa hiyo muda mwingine ni hiyo pressure imekuwa inawaingia, ila kwa mtu kama ukimwangalia Mpanzu sidhani kama inawezekana ni changamoto. Issue inakuja ni wapinzani wanajua uhatari wako kwa sehemu gani. Watu wana deal na wewe. Ni mchezaji ambaye utakiwi kumpa space and time hata kuadhibu. Ila inatakiwa unamnyima kimoja kati ya hivyo. Yaani wewe mpe mpira, umnyime hiyo nafasi ya kufanya maamuzi. Na imekuwa inatokea mara nyingi watu wanafanya hiyo kazi ni kipindi ambacho wewe ukiwa unajiandaa ku receive mpira. Watu wakupi hiyo nafasi na mtu mwenye mpira kukupasia. Wanaweka mazingira kuwa magumu. Kwa muda mwingi unajikuta hata matukio mengi kwenye mpira yanakuwa yanapungua, kwa sababu unajua ukiwa kwenye mpira muda mrefu unaweza kutuadhibu. Kwa hiyo mimi naamini ni kazi ambayo inafanyika tu na wapinzani, na muda mwingine ni mchezaji mwenyewe akiondoka tu kwenye uwepo. Na ni kuongezea senti mbili kwenye maneno yako hayo. Aina yake ya uchezaji, Mpanzu ni wale wachezaji ambao anapenda kukaa na mpira kwa sababu dribbling ndio strength yake kubwa. Sasa of course kama mchezaji unatakiwa kuwa na extra dimension, sio kucheza vile vile, kwa sababu pia hasara ya mchezaji ambaye anakaa na mpira muda mrefu ni kwamba unawarahisishia wapinzani kazi. Kwa sababu kama wakuletea mtu mmoja unambiti atakuzunguka na watu wawili, kwa sababu ndio wanacheza hivyo hivyo. Kwa hiyo it's up to the manager kumpa maelekezo, I mean coach. Maana yake huku manager wa timu ni mtu mwingine na sio coach. It's up to the coach kumpa maelekezo ama kumtengenezea aina ya uchezaji ambayo kwenye dabi kwa mfano inaweza ikawa na impact. Kwa mfano kama jana mimi nilidhani kwamba Fadlu pengine angeweza kujaribu wachezaji tofauti, alafu Mpanzu akamuingiza kipindi cha pili, muingiza dakika 60 ambayo watu wameshachoka, kuna mtu ana kadi. That way aina yake ya uchezaji inakuwa na impact. Lakini pia mtengenezee mazingira, kwa sababu pia Mpanzu moja kati ya sababu za kwa nini anacheza vibaya ni mbinu za Fadlu mwenyewe. Build up ya Fadlu inahusisha wachezaji wachache na ni build up ambayo inatabirika. Kwa hiyo by now inakuwa ni rahisi sana mtu kustadi kwamba hii timu inachezaje na kutengeneza mbinu za kucounter wakati Simba inashambulia. Na ndio maana unaona hata nafasi ambazo kwa mfano wanazitengeneza sawa zinakuja. Kwa mfano ukiangalia nafasi walizotengeneza Simba jana, moja ilitokana na mpira uliokufa, na ile nafasi kubwa kabisa ambayo Kibu alipiga mpira ukamgonga Diara kifuani ilikuwa ni long ball ambayo imetoka kwa kamera. Kwa hiyo pia part of vitu ambavyo vinamsababisha Mpanzu asicheze vizuri ni aina ya mbinu za kocha. And of course naamini katika mpangilio wa maswali unauliza hapo kipo kipengele cha kocha ambacho tunazungumzia. Nitasema kipengele kabisa. Sasa wachezaji wapo wengi sana. Tumeanza na hao wawili. Sasa tuna mambo mengi kadiri vile vyetu tunavyo tutaendelea kuzungumza. Sasa nikupe message yako bwana. Kazumali muulize Mkai
na kuomba muulize Mkai kuhusu Abdurazak Hamza, kwa nini anakimbia mechi kubwa? Huyu mtu anaitwa Chogo yuko Majumba City. Nilitaka hilo tulipose, lakini sasa mimi nimekusomea tu message. Wewe ndo una maamuzi. Hayo bwana yanazungumzwa kweli kweli. Lakini binafsi jana Hans jana hapa alizungumza kitu hicho. Bado sijapata uthibitisho na kuthibitisha kwamba kweli huyo Hamza ana game fever, big games. Au inawezekana ajivunje, lakini games zinazidi uwezo. Conclude kwamba hana fitness. Na kama utakumbuka kama ya kucheza mechi ipi? Hizo kubwa. No, kwa sababu mechi mbili ambazo ni crucial za mwisho hakuzimaliza. Unazungumzia mechi ya jana, unazungumzia mechi ya timu ya taifa pia wakati alivyocheza kwenye CHAN. Unaweza ukarudi kwenye finali ya msimu uliopita ambao nadhani alikuwa anaumwa na alicheza katika mazingira magumu ambayo hata hakutrain, lakini hasa msimu uliopita mbali tunazungumzia finali ya nani, shirikisho. Alicheza finali ya shirikisho dakika 14 akatoka kule away. Si ndio away? Na ile kulikuwa na story kwamba alikuwa na covid sijui na baada kuwa amefanya blanda sababu kuna goal la kwanza au la pili ilitokana na yeye. Game ya national team pia tulivyocheza na Morocco kitu hicho pia ikaonekana kama kachezeshwa namba sio yake. Cheza namba yake, lakini ni namba yake for the record, ile ni namba yake kwa sababu Hamza amecheza kwenye academy ya Azam na kule alikuwa ni kiungo. Ndio. Hata alikoenda na Mungu alisajiliwa kama kiungo. Alikoenda South Africa pia alisajiliwa kama kiungo, lakini akajaribiwa kwenye eneo la defense na akaonekana ana fit. Kwa hiyo from there akawa anachezeshwa either center back ama beki mbili. Lakini position yake kabisa ambayo ametoka kwenye academy ya Azam na ukiuliza watu walicheza naye kule